Ndabisi by'abana bose badamenye umwana. Abana bafite imyambaro itandukanye kandi n'imana bamizo gukorera Mwami Yesu. Ndabatura umugisha wawe Mana baho, umugisha wawe Mana bahora ibihe byose, barindwe nawe, basigamye nawe, mu izina rya Yesu Kristo, ubwiza bw'Imana bahora ibihe byose, Mana yacu, warinde amakuru yabo, warinde mu buzima bwabo, ubuzuzu bw'ino kumenya, ubuzuzu bw'ino mu mashuri, Mwami Yesu, kandi ubwitonzi mu buzima bwabo Mwami Yesu. Abana abakozi bawe, abana abagaragu bawe, Mwami Yesu azakuvugira, abana ambasaderi bawe, aba Mwami Yesu umwuka zabayobore, mwuka zabaganirize, mu izina rya Yesu, mu buto bwabo kuzageza mu bukuru bwabo, mu busaza bwabo Mwami Yesu. Urakoze Mwami kubarinda no kubazigama ibihe byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Good. Yes, ashimwe. Arakoze umwungeri w'itorero. Reka tuze umwanya mwiza kuza kumva ijambo ry'Imana. Kasabe ndifuza kubona abantu umuntu uzadufasha. Ahagaze hano kuri mikoro no kumwegereza. Sinzi niba bose mu Giswahili bubaza. Bose bari mu Giswahili. Niba ari mu Giswahili ushaka ukuboko hejuru. Harataha mu Giswahili. Barabi. Harutaha yo mu Giswahili ashaka ukuboko hejuru. Nabonye umwari inyuma. Oh, so. Kwenda sanzesha kwa. Bari mu Giswahili. Reka twakira umuvugabutumwa wacu dukomera Imana amashyi twese. Jonas, karibu kwa mtambuzo wako kucha kutulisha neno la Mungu. Asante. Bwana Mungu awabariki. Na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wangapi wanafuraha kuwa nyumbani mwa Bwana? Who's happy to be here today? Daudi alisema kwamba alifurahia walipomwambia aende nyumbani mwa Bwana. David said he was very happy when they told him to go in the house of God. Kwa sababu alijua kwamba nyumbani mwa Bwana ndimo mlimo majibu ya mahitaji yake yote. Because he knew in the house of God that's where all the answers to his prayers were. Na nimebarikiwa sana na uimbaji wa hapa. I'm blessed by the singers of here today. Unaona kuna watu ambao wanapokuja kanisani wao wanajiheshimu. There's people who come to church and they respect themselves. Wanakuwa na heshima mbele za Mungu. They have respect in front of God. Lakini mimi ninapokuwa mbele za Mungu, but when they come in front of God, nabaka kichaa. And they become crazy. Kwa sababu pumzi tulio nayo, the breath that we have, kuna wengi ambao kwenye mashini wanapumulia kwenye mashini sahihi. There's a lot of people who are using oxygen to breathe. Na wao wanaomba chance kwa Mwenyezi Mungu. And they pray to God to give them a chance. Ya kwamba Mungu nisaidie uenda na mimi niimbe hata siku moja. They're like, God help me so at least I can sing even one day. Lakini aweza kama hapo kaneka mitano kwenye oxygen, but when they connect the chest to the oxygen, na hatimaye akafa. When they unplug it, they die. Lakini Mungu anapokupatia privilege ya kupumua, but when God gives you the privilege to breathe, ni kumshukuru Mungu. It's to thank him. Bwana wabariki. God bless you. Na chukua fursa hii kuweza kushukuru baraza la kanisa hii. I take this time to thank the church committee kwa kuweza kutupea nafasi ya kuweza kuhudumu mara tena. For giving us another opportunity to speak the word of God. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. God bless you servants of God. Na natumai kwamba jioni leo and I know that today tuna fungu dogo la maandiko. We have a little word to share. Tunakuja kukumbushana.
We're here to remind each kwa other. sababu kuna mahali ambapo tunaenenda Because there's a place that we're going. na yatubidi kuongelea habari za kule tunakoenenda. And we're supposed to speak about the news of where we're heading to. Kumbukeni wakati ambapo tulikuwa kwenye resettlement huko manyumbani. Remember when we were in the resettlement back home? Watu wawili wakikutana kwamba wanaenda Australia. When two people met and they knew they were going to Australia. Walikuwa wanaulizana kabisa, vipi hujaitwa? They used to ask each other, have they told you? Anasema hapana, mimi sijaitwa. They're like, no, I haven't been called. Sasa wewe? What about you? Yeye anasema mimi nimeitwa. And they said, me, I've been called. Walikuwa na muungano. They had the togetherness. Kwa sababu kuna mahali walikuwa wanaenda. Because there's a place they're heading to. Amen. Na sisi kama vile Wakristo, As Christians, muungano wetu our togetherness ni neno la Mungu. is the word of God. Biblia ikasema kwamba The Bible says, paliopo na mzoga wherever there's something weak, ndipo wanatai wanapokusanyika. Hallelujah. Amen. 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 The place where there is carcass is the place where egos are gathered. amen. 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 Kwa hivyo kwa majina naitwa Jonas Raphael That's his name. na nimeoa, nina mke mmoja He's married, he has one wife na nina watoto 6. and 6 children. Watu wengi wakiniona waga wanafikiria kwamba niko teenager. A lot of people, when they see me, they think I'm very young. Lakini ni vile Mungu aliniumba. But that's how God created me. Hata nishukuru Mungu kwa hilo. Let me thank God for that. Bwana wabariki. May God bless you. Usiangalie umri wangu, Don't look at my age, bali muangalie kile ambacho Mungu atasaidia. but look at what God is going to Jina la do. Bwana libarikiwe. Maana nia na kusudi la kila Mkristo kuja kanisani The reason why everyone comes to church ni kwa sababu Mungu apate kunena na nafsi yake. so that God can speak with his soul. Amen. Amen. Wengi wameshindwa sana kuona Mungu, A lot of people have failed to see God. wamefeli kumwona Mungu They have failed to see kwa God sababu wanakuja nyumbani, because come here. wakija hapa kanisani When they come here, akili zao zinabaki nyumbani. their mind are left at home. Sasa neno likihubiriwa, And when they preach, wanaweza sema mchungaji leo alikuwa amenikania mimi, they say today the preacher was leo alinigusa mimi maisha yangu tu. they're like he was just talking about my Ni life. kama vile alikuwa nyuma mlango wangu akisikia vile nilikuwa nikigombana na mke wangu. It's like he was outside of the house. Ni Roho wa Mungu ambaye alinena na mtumishi wa Mungu It's the Holy Spirit of God that spoke to him, ili akukosoe makosa yako, so he can correct you your mistakes. ili kwamba Yesu atakapokuja So that when Jesus comes, tuenende mbinguni. we go to heaven. Na ndio maana Biblia ikasema kwamba That's what the Bible na says. mtakatifu azidi kujitakasa And let the holy na continue being mchafu holy, azidi kujichafua. and let the unholy remain Na unholy. sisi tunatakaswa na neno. As we are cleansed by the word of God. Amen. Ndio maana Biblia ikasema ya kwamba That's why the Bible says, where 2 or 3 are gathered kwenye umoja ama wewe in mkusanyika my name, kwa jina langu, I will be in the midst. tutakuwa katikati yao. Amen. Tunaamini kwamba Mungu yuko hapa. Don't you believe that God is Tusimame here? tusome neno. Let's read the word of God. Let's stand up so we can read the Amen. word of God. Hallelujah. Jikiwa giza mara nyingi, najua likificha, na tukijaribiwa huku ni kwangu mbinguni, hatutaona kamwe huzuni. Haleluya, haleluya, amen. Baba mpenzi, tunakushukuru tukiwa mbele zako kama vile wana na binti zako. Mungu, tunashukuru kwa ajili ya pumzi ya uhai ambao umetupatia tena mchana wa leo. Bwana wetu Yesu Kristo, kuna wengi ambao walitamani kuwa kama vile tulivyo leo, lakini Baba hawakupata privilege ya kuwa mahali hapa. Hivyo basi sisi si bora sana kuweza kusimama mahali hapa mfalme na kuweza kulishukuru jina lako. Baba, ulisema ya kwamba wale wote uliowaita uliwapea mamlaka na kuwafanya kuwa wana wako katika jina lako. Na ndio maana Mungu, tunapokuja hapa Yesu Kristo, Baba uniondoe kando. Tunakuomba wewe Yesu Kristo ambaye uliyeshiriki kuliandika neno lako, Baba upate kushuka katika maskani haya, upate kunena na nafsi moja ambayo iliyo mahali fulani kwa ajili ya kuweza kusubiri kuja kwa pili kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kuna mengi sana ambayo Mungu tumeyatenda katika ujinga wetu, lakini Baba tunakuja mbele zako, tunakuja chini ya paa la jina la mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, tukiomba ya kwamba Mungu, zile nguvu zilizokutoa kaburini, zile nguvu zilizomtoa Lazaro kaburini, zile nguvu zilizosema kwamba na ziwa mbingu na iwe nchi na ziwa bahari,
zile nguvu Mungu ndio tunazozitaja asubuhi ya leo, ya kwamba Mungu zipate kuuisha mioyo iliyo baridi na kuweza kuleta uzima kwa ajili ya kila nafsi, Bwana wetu Yesu Kristo. Asante Baba, tutalisoma neno lako kwa sababu Mungu tumeenda shuleni, lakini inahitaji Roho Mtakatifu kuweza kutia haya maneno uzima na ili apate kuuisha mioyo yote iliyo baridi. Asante Bwana wetu Yesu Kristo, tunashukuru katika yote. Tunajaza mikononi mwako mfalme wa amani, kwa jina lako kuu, jina la mwanao mpendwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaomba tukiamini kwamba Mungu atatimiza yote. Amen. Amen. Tunasoma katika ile Zaburi ya 14. Read Psalms 14, moja. verse 1. Mpumbavu asema moyoni mwake hakuna Mungu. Utasoma? Only the fool say in their hearts there is no God. Wameharibu matendo yao na kuyafanya chukizo. Amen. They are corrupt and their actions are evil. Taweza kuketi. You may be seated. Jina la Bwana libarikiwe. May the name of God be Hii ni praised. Biblia takatifu. This is a Holy Bible. Kitabu cha Mungu ambacho alichokiandikia kanisa. The book of God which he wrote to the church. Hii ndio constitution ya Mungu nayo. This is the constitution of Kwa God. sababu kila nchi ina constitution yake. Because every country has their own constitution. Ukifika hapa Australia wana constitution yao. When you come here to Australia, they have their own constitution. Ukienda Kongo wana constitution yao. When you go to Congo, they have their own constitution. Ukienda Zambia, Uganda wana constitution zao. Wherever you go, they have their own constitution. Na yeyote anayeishi kinyume cha constitution hiyo, And whoever lives against the constitution, anawekwa ndani. they take it into prison. Na vile vile Mungu And same way to God, akatutumia constitution he yake sent us his own ambayo constitution, ni kitabu chake kinachoitwa Biblia, which is his own book, ili which is kwamba called the Bible. yeyote atakayeamini kila neno la Biblia, So whoever believes every maana Biblia word, inasema kwamba kila andiko lenye pumzi lafaa. the Bible says every word is in there is calculated and it's supposed to be in there. Amen. Amen. Yeyote atakayeamini Biblia Whoever will believe in the Bible, apate kuenda mbinguni. they'll get to go into heaven. Na ndio maana tumeisoma. And that's why we've read it. Jina la Bwana libarikiwe. And the name of Biblia God. inatuambia kwamba The Bible says, mpumbavu anasema ya kwamba hakuna Mungu. the fool says there is no God. Na ndio maana ni vigumu sana watu waliosoma kuamini Mungu. And that's why it's very hard for people who have studied to believe in God. Amen. Amen. Tukienda kule maporini kule, When we go into the bush, tukihubiria watu injili, we preach to the people the watu gospel. wanakuwa wepesi sana kuweza kuamini injili. People will be very easy to receive the gospel. Na ni vyepesi sana kuweza kuwakonvince. And it's very easy to convince them. Lakini watu walioenda shuleni But people who've gone to school, ni vigumu sana kuweza kuwakonvince. it's very hard to convince them. Amen. Amen. Kwa sababu wao wanatumia akili zao Because they use their own knowledge kuweza kumprove Mungu wrong. to prove that God is wrong. Na ndio maana Biblia ikasema ya kwamba That's why the Bible says, mpumbavu only fools anasema moyoni mwake ya kwamba say in their hearts that hakuna Mungu. there is no God. Anashindwa kujua ya kwamba They fail to know that kulala na kuamuka sleeping and waking ni up neema ya Mungu. is by the grace of Vile God. anavyotembea The way they walk ni neema ya is the Mungu. grace of God. Vile anavyopumua The way they ni breathe neema ya is Mungu. the grace of Vile God. anavyodrive gari The yake way you drive ni neema ya is Mungu. the grace of God. Lakini elimu But the education inamfunga, hold them inamwambia ya kwamba and tell them hakuna Mungu. there is no God. Kila kitu kimejileta kwa jinsi yake mwenyewe. And says that everything came Lakini to God siku by moja itself. But one day, anapopatwa na kifo, when they die, huyo mtu that person, hakika yake when it's true, anajua ni wapi anapoenenda. when they die, they know where they're going. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na ndio maana that's why That's why ni vigumu sana it's very hard kwa watu walioenda shuleni, for people who go to wale school, majuniors, those very wale watu ambao wako na ma-PhD, those people with wako na PhD ma-LLD. who have Ukiwaendea na neno la Mungu, when you take the word of wao God, wanatumia akili zao they use their own knowledge kuweza kumprove Mungu wrong, to say that God is na wrong. haikufanyika leo. And it's not happening today. Ilifanyika toka nyakati za Noa. It has happened since the time of Wakati Noah. wa Noa, During the time of Noah, Noa alihubiri habari njema ya wokovu, he preached the lakini gospel. kwa sababu wakati huo sayansi ilikuwa imepanda But sana, because science was very high at the time, science was very high, science was very high, watu wakamprove Mungu wrong, the people started to wakatumia akili zao, they used their own knowledge. wakasema kwamba hakujawahi kuwa na mvua And they said there was no rain. na hakuna mvua ambayo itanyesha. There's no rain that's going to rain. Amen. Amen. Wakati wa Mungu ni wakati wa The Mungu, time of God is the na time of Mungu God. si mwanadamu hata aseme uongo. God is not human Mungu being. akisema anasema, When he speaks, he speaks. na neno la Mungu ndiyo yakini ya kila Mkristo.
the word of God is Neno la Mungu ndio mkatao wa kila Mkristo. The word of God is like Is the absolute. Is the absolute. The word of God is the absolute Of every Christian. Amen. Haijalishi kwamba ilichukua miaka mingapi. Doesn't matter how many years it took. 120 years. 120 years. Ilipita. It passed. Lakini hatimaye. But then mvua ilinyesha. It rained. Na watu wakafa. And people died. Elimu yao The wisdom ambao walikuwa wametegemea that they wakafa wao. They died na elimu yao yote. with their wisdom or their knowledge. Bwana tusaidie sana. Sitasema ya kwamba kusoma ni vibaya. I haven't said studying is a bad thing. Soma lakini tumia elimu vizuri. Study but use your wisdom the right way. Amen. Amen. Mungu atusaidie sana. Sasa Biblia inatuambia kwamba The Bible says yule mpumbavu yule the fools anasema ya kwamba hakuna Mungu. they say there's no God. Yaani mtu yeyote Meaning that anyone ambaye anasema kwamba hana Mungu, that says there's no kwamba God, hakuna Mungu, huyo ni mpumbavu. they fool. Kutokana na kile ambacho neno linasema. According to what the Kwa sababu Bible says. tunapoangalia dunia, Because when we look into the tunapoangalia anga, when we look into the tunapoona sky, ardhi, when we see the water, tunapoona bahari, when we see the tunapoona miti, see the trees, tunapoona wanyama, see the animals, tunapoona milima, see the mountains, tunapoona mabonde, we see the tunapoona Mungu. we see God. Jina la Bwana libarikiwe. Hasa wapumbavu The fools ndio pekee they're the only waweza ones wakasema ya kwamba hakuna who Mungu. are able to say Na that tunakuja hapa kanisani we come here kwa sababu kuna magurudumu ya utukufu ndani mwetu. because Kuna damu ya asili ambayo Mungu ameweka, there's something that ambayo iliyokuamsha which has woken you up ilipohitimu asubuhi, early in the morning ikakuambia mule ndani and it told you ya inside. kwamba ya kupasa uende nyumbani mwa baba It yako. says we're supposed to go in the house. Jina la Bwana libarikiwe leo. Amen. Tukiangalia ulimwenguni mwote leo, When we look into the kuna world, watu wengi ambao hawajui hata mambo ya Mungu, there's a lot of people who hawajui hata mambo ya kanisa. they don't know anything about Lakini church. kwa neema ambayo Mungu But amekupatia, the grace that God has given shukuru us, kwanza Mungu. thank God first. Ule muda ambao unaochukua The time that you take wakuja tu to hapa, come here, imani your faith, uja kwa kusikia, come here to na listen. imani inakuja kwa kusikia neno. Your faith come here La to listen Mungu. to the word of God. Hata kama hutaelewa leo, Even if you won't understand it today, lakini as long as vile siku zinavyoenenda, as long as the day goes by, utapata kuelewa jambo fulani mule ndani. you have to understand something. Amen. Haikubidi kuelewa leo, You're not supposed to na understand. Mkristo And the Christian hapaswi kuelewa neno la Mungu. shouldn't understand the word. Mkristo anaamini neno la Mungu, A Christian believes na the ndio word. maana mitume That's why the disciples, hawakuhitaji kuelewa they neno, didn't need to understand. walihitaji kuamini neno. They needed to believe in the word. Amen. Na ndio maana wakati Yesu alikuwa akiongea kwa mifano, When Jesus spoke in, wengi walirudia a lot of people went back. wakasema kwamba huyu yuko anaongea vitu vingine vyenye hatuelewi, They're like, he's saying things vyenye that we hatusikii, understand. Things that we anaongea kwa mifano. He's speaking in Lakini parables. wale ambao walichaguliwa kwa ajili ya uzima wa milele, For those who are chosen for jina la Bwana libarikiwe. Hata kama Yesu aliongea kwa mifano namna gani, lakini walikuwa pale kwa sababu ya kuweza kumwamini. they were there just to believe. Amen. Kwa sababu walijua ya kwamba Because they knew that Yesu Kristo Jesus Christ ndiyo ufufuo na ndiyo uzima. and he's alive today. Kila goti litakunjwa mbele zake na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Who confess that ni Jesus Bwana. is Lord. Amen. Amen. Biblia inasema